Majini wanakufa hawafi, majini wanakufa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Swali linakuja, je, wanazikana wapi makaburi yao? Waulize wenyewe, watakupeleka. Kazi kweli kweli, kipengele hicho. Game over hiyo. Si game over hiyo. Kimwambia bwana nataka unipeleke bwana na mimi nihudhurie angalau mazishi yenu, ambia sawa njoo. Kama hujazimia huko. Sawa. Watu wanaweza kukuta huko peke yako tu, hujulikani upo wapi. Sawa. Lakini ni viumbe ambao wapo. Hapa msikitini nazungumza hii, wapo. Hapa ndani wapo. Na tutaswali nao swala ya Isha. Hawa ni Waislamu wenzetu. Na tukitoka, wapo majini ambao, mnakumbuka tumesoma hadithi, wapo majini ambao wanaishi ardhini na wapo ambao wanaishi baharini. Wapo ambao wanaishi baharini, yani kuna miji kabisa, miji kabisa, miji kabisa, miji mizuri, majumba mazuri. Sawa. Siku moja akanambia bana, walikuja ndugu zangu watatu, walikuwa msikitini, mwenye mkuu alikuwa anasikiliza darasa, ulikuwa unazungumzia mada fulani. Nikamwambia ni kweli. Nikamwambia sawa, vizuri. Na shekhe wao wa kanda kwa upande wa Afrika hii Mashariki na Magharibi, shekhe wao wa kanda yupo Demokrasia ya Kongo, ndio mufti wao yupo kule. Anaitwa nani? Unataka kumjua? Waulize wenyewe, watakwambia. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana? Hao ndio majini. Je, wataingia motoni, wataingia peponi? Majini kwa mema yao wataingia peponi na kwa maovu yao wataingia motoni, kama vile vile sisi wanadamu. Tumeelewana? Lakini je, majini wanakula hawali? Wanakula. Wanakula wakati gani? Wanakunywa wakati gani? Tutakuja tutazungumza hapo. Mara nyingi tunakula na majini, na ndio maana kuna baadhi tunakula hatushibi. Yani unakula na haushibi, ujue msosi kachukua yeye, kapiga wote. Sema, bani, mbona mimi najisikia kama sijala? Basi kuna kosa, tutaelezana ile kosa. Na please, from now you have to change. We're starting from now. If you want to move your cloth, you want to sleep, you are going to washroom, you have to say Bismillahirrahmanirrahim. Ukitaka kuvua nguo, wanaume wenzangu na dada zetu, kina mama zetu, Mtume ametufundisha kinga iliyopo kati ya watoto wa shaitan na mwanadamu. Unapovua nguo sema bismillah. Bismillah. Usiposema bismillahi, anakutachi kama smartphone, kama Samsung A17, anakuwa anakuchat chwa, anaingiza kadi hapa, anaweza akachezea WhatsApp hapo, akati YouTube, akabonyeza kwenye Instagram. Umevua nguo bila kusema. Mmeniambia? Mmenielewa? Na ndio maana sometime unavua nguo unajisikia kama kuna pahala umeshikwa, unawashawashwa, ujue kakupiga vidole jamaa. Mmenielewa? Lakini chukua hiyo mwanangu, kim swala tusali. Taonana tena, darasa linaendelea hii. Ukitaka kuvua nguo unasemaje? Na kuulizeni swali, nani yuko tayari kupigwa vidole? Nauliza paka kule nyuma, nani yuko tayari kupigwa vidole? Kwa hiyo ukitaka kuvua nguo unasemaje? 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 Bismillah. Na wallahi Mtume, kama ukusema hivyo, haki ya Mungu anakutachi. Na ndio siku nyingine unaweza kujikuta unajikuna sehemu, basi ujue ameshakutachi huyo, kaingiza line, labda ndio anapokea message hapo, kuna WhatsApp imeingia hapo. Wanaume wenzangu, mmenielewa? Wanaume, mmenielewa? Haya, na kina mama wataipata kupitia darasa. Wallahi tunachezewa sana miili yetu. Chukua mfano, umevua nguo, upo net, uchi, na hujasema bismillah. What is the next? Akupiga vidole. Weamini haya, wewe nenda kajaribu leo. Utakapokuwa unavua bila nguo bismillah, usije usaganya usije ukapiga kelele. Unaweza kujikuta unajikuna tu pahala, ujue jamaa kapiga kucha, na alafu na wanakucha ndefu zile.
Sasa unaweza kusikia kama inawashawasha, utadhani kama umepigwa nini, kumbe tumuombe Mwenyezi Mungu salama. Bismillah. Ukitaka kuvua nguo unasemaje? Unasemaje? Nyie mnaona kama utani. Nasema ukitaka kuvua nguo unasemaje? Unasemaje? Na ukitaka kula unasemaje? Bismillah. Usiposema wallahi unakula naye. Siku moja Mtume alikuwa amekaa na masahaba, kuna jamaa alikuwa anakula tende. Baada ya muda wakamwona Mtume anacheka mpaka anaegemea namna hii. Akamwambia ya Rasulullah, vipi? Akamwambia huyu jamaa alikuwa anakula. Wakati anakula hajasema bismillah, sasa amekumbuka kusema bismillah awwala wa akhira. Yani hapa sheitani anatapika mpaka anacheua. Kile chakula kinamtoka. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana? Na kina baba vile vile, wakati wa tendo la ndoa na mkeo, kama hujasema mwanangu, mnapiga gym pamoja. Chukua hiyo.